Uhali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na nichukue fursa hii kukukaribisha tena katika kozi ya nyaraka za mtume Paulo kwa Wakorintho, na tukingali bado katika Wakorintho wa kwanza. Leo somo letu tunaingia katika sura ya 12 Wakorintho wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Baada ya kusema hayo, ndugu yangu mpendwa, nikutake sasa uweze kuandaa kalamu, daftari na Biblia yako ili uweze kupata nukuu ya kile tunachokwenda kujifunza. Na kama ilivyo ada, nikusii tuweze kuwa na dua ili tuweze kufanya kipindi chetu kwa uzuri. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunaliinua jina lako na kulitukuza kwa kuwa wewe unastahili. Tunakushukuru kwa baraka ya uzima na afya tulionayo. Na zaidi sana tunakushukuru kwa baraka za kiroho unazoendelea kutujalia kila itwapo leo, na hata baraka za kimwili ambazo Bwana umekuwa ukitupatia. Tunapokwenda kuanza darasa letu, tunakusihi uwe pamoja nasi, ukatuhekimishe na kutuongoza katika kweli yako, ili katika hiyo tukapate kuenenda na tuweze kukupendeza na kufanya yaliyo mapenzi yako. Mjalie mwanafunzi anayekwenda kusikiliza ili akapate kuelewa na kuweka katika matendo. Katika Kristo Yesu tunakabidhi kipindi hiki tukiomba na kushukuru. Amina. Ndugu yangu mpendwa, kama nilivyosema hapo awali, leo tunaingia katika sura ya 12, mstari kuanzia wa kwanza mpaka mstari wa 11. Sehemu hii kwa ujumla wake inahusu karama za Roho, na hapa kwa mujibu wa darasa letu inahusu dhima ya karama. Wakorintho wa kwanza sura ya 12, kama tulivyoona katika utangulizi, inahusu au kujadili dhima ya karama za Roho. Katika sura hii yenye jumla ya aya 31, tunaweza kuigawanya katika sehemu kuu mbili kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni aya ya kwanza mpaka ya 11, ambapo tutajadili kuhusu chanzo na aina za karama. Na sehemu ya pili itakuwa ni aya ya 12 mpaka aya ya 31, ambapo tutajadili kuhusu kazi na kusudi la karama. Kwa kwanza tujadili aya ya kwanza mpaka ya 11 kuhusu dhima na aina za karama. Katika aya ya kwanza anasema hivi: basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Aya hii ni aya ya ufunguzi wa mada mpya anayoitambulisha mtume Paulo kuhusu karama za Roho. Anasema katika waraka huu, kila wakati mtume alipotaka kutambulisha mada mpya, mara nyingi alitumia kirai kinachosema kwa habari ya. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa kwanza na mstari wa 25, sura ya 8 mstari wa kwanza, sura ya 12 mstari wa kwanza na sura ya 16 mstari wa kwanza, utaona kirai hicho kikitumika. Kitendo hiki bila shaka kilikuwa kikiashiria kujibu mfululizo wa hoja au maswali mbalimbali aliyokuwa akiulizwa, ikiwemo swali hili la kuhusu karama za Roho. Mtume anasema sitaki mkose kufahamu. Kauli hii bila shaka inaashiria tatizo lililokuwepo katika kanisa hili kuhusu karama za Roho, kwamba kulikuwa na tatizo na uelewa mdogo kuhusu karama za Roho kiasi cha kupelekea mashindano ya karama miongoni mwao badala ya kutumia karama hizo ili kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo, mtume anaamua kuwakumbusha kuhusu hali yao ya kwanza kabla hawajakuwa Wakristo. Katika aya ya pili, mtume
anazungumza namna hii: mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Sanamu walizoziabudu na kuzitumikia hazikuwa na uwezo wowote. Zilikuwa ni kipande tu cha mti au kipande tu cha udongo au chuma. Hazikuweza kufanya jambo lolote. Utakumbuka katika sura ya 8 mstari wa 4 Paulo alisema, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu. Kwa hiyo kitendo cha sanamu kutoweza kunena kulionesha ubatili wao. Kupitia karama hizi, Mungu mmoja wa kweli alidhihirisha nguvu na uweza wake ambao miungu sanamu hawakuweza kufanya. Kwa mfano, mapigo 10 dhidi ya nchi ya Misri katika wakati wa Musa yalionyesha wazi kuwa miungu sanamu ya Misri haikuwa Mungu. Hivyo karama hizi za Roho zilidhihirisha ukuu wa Yesu, ya kuwa yeye ni Bwana. Aya ya 3 inatutanabaisha namna hiyo ikisema, kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Kama mtu angethubutu kusema kuwa Yesu amelaaniwa, basi karama hizi bila shaka zingemuumbua. Kwani kupitia ishara alizozitenda Yesu, Nikodemo aliweza kusema, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Hiyo ni Yohana sura ya 3 mstari wa 2. Wayahudi walipojaribu kumzuia mtu aliyeponywa na Yesu ili asimkiri Yesu kuwa ni Kristo, yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu kwamba ninyi hamjui yatokako, naye alinifumbua macho. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Hiyo ni Yohana sura ya 9 mstari wa 30 mpaka ule wa 31. Ishara zilimtambulisha Yesu kuwa ni Kristo na Bwana. Yohana sura ya 10 mstari wa 25 inatueleza namna hiyo. Kwa hiyo kwa mujibu wa Paulo katika aya hii ya 3, mtu anenaye katika Roho wa Mungu hawezi, kwa maana nyingine, hawezi kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Hii ni kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliyekuja kumdhihirisha Yesu kuwa ni Kristo au kuwa ni Bwana. Yohana sura ya 16 mstari wa 14. Wakorintho hawa, kama ilivyo kwa Wakristo wote katika siku ya ubatizo, walimkiri Yesu kuwa ni Bwana. Kwa wakati wako utarejelea Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36 na sura ya 8 mstari wa 37 na Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Maeneo hayo yote yanaonesha ukiri watu wanaofanya kabla ya kubatizwa ya kuwa Yesu ni Bwana. Katika aya ya 4 hadi ya 6, mtume anawajulisha asili au chanzo cha karama hizo ambazo ni Utatu Mtakatifu, kwamba walipaswa kujua ya kuwa kila nafsi ya uungu ilikuwa na sehemu katika kuhakikisha karama hizo zinapatikana na kutenda kazi iliyokusudiwa. Jambo moja kubwa zaidi ambalo mtume alitaka wajue ni kwamba licha ya nafsi hizo za uungu kila mmoja kuwa na kazi yake katika kuwezesha karama hizo kupatikana kwa wanadamu, bado walishirikiana na kuwa na umoja katika kutekeleza jukumu hilo. Paulo anaandika hivi katika aya ya kuanzia ya 4.
anaandika hivi: basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Mstari wa 5, tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Mstari wa 6, kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kirai kinachosema ni yeye yule katika aya hizi ni kiashiria cha umoja na uthabiti wa hali ya Mungu ya kutokubadilika. Tafadhali kwa muda wako rejea katika kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 12 na sura ya 13 mstari wa 8, na kisha kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 17. Kwa hiyo ujumbe hapa ni kwamba ikiwa watoaji wa karama hizi hawakuwa na mafarakano, bali walikuwa na umoja na hawakubadilika, basi na wapokeaji bila shaka walipaswa kuwa na umoja na kuzitumia karama hizo kwa kulijenga kanisa. Hiki ndicho hasa anachokisema katika aya ya 7 pale anaposema, lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kuanzia aya ya 8 hadi ya 10, kuanzia aya ya 8 mpaka kwenye aya ya 10, anataja jumla ya aina 9 za karama walizopewa Wakorintho hawa, ambazo ni: 1, neno la hekima; 2, neno la maarifa; 3, imani; 4, kuponya; 5, matendo ya miujiza; 6, unabii; 7, kupambanua roho; 8, aina za lugha; na 9, tafsiri za lugha. Hebu tafadhali tusome eneo hilo ili tuwe na ushahidi yakinifu. Anasema, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule; mwingine imani katika Roho yeye yule; na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja; na mwingine matendo ya miujiza; na mwingine unabii; na mwingine kupambanua roho; mwingine aina za lugha; na mwingine tafsiri za lugha. Ndivyo anavyosema katika aya ya 8 mpaka aya ya 10. Karama ya kwanza katika orodha ni neno la hekima. Kwa mujibu wa Kamusi Kuu ya Kiswahili toleo la 3, hekima ni uwezo wa akili alionao mtu unaomwezesha kutafakari kwa kina na kutoa uamuzi unaokubalika. Katika kamusi hiyo ukurasa wa 284 utaona habari hiyo. Hata hivyo, hekima inayokusudiwa katika waraka kwa Wakorintho si hekima inayotokana na uwezo wa kibinadamu kama tafsiri inavyosema. Hii ni hekima ya kiroho au ya kimuujiza. Mfano wa hekima hii ni kama ile ya Mfalme Suleiman. Tunasoma kuhusu hekima hiyo katika Wafalme wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 29. Mfano mwingine ni ule unaopatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 18 mpaka wa 20, ambapo Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba, na nukuu, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Mwisho wa kunukuu. Unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, unaweza kuona jinsi hekima hiyo ilivyofanya kazi ndani ya mitume. Hekima hii ilisaidia sana kanisa la awali katika jitihada za kuliimarisha kanisa. Karama ya pili iliyotajwa ilikuwa ni neno la maarifa. Maarifa kwa maana nyingine ni ujuzi.
Kwa kawaida mwanadamu hupata maarifa au ujuzi wa jambo fulani kwa kujifunza. Lakini upatikanaji wa maarifa unaozungumziwa katika waraka huu si wa kujifunza, bali ni wa kimuujiza. Mfano wa hili tunauona katika kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 30 mpaka ule wa 35, pale ambapo Mungu aliwapa baadhi ya wana wa Israeli maarifa ili wafanye kazi ya kutengeneza hema ya kukutania pamoja na vyombo vyake vya ibada. Vivyo hivyo, kanisa la awali lilihitaji karama hii kwa ajili ya mambo mbalimbali ya husuyo shughuli za uimarishaji kanisa. Karama ya tatu ni imani. Hii si imani ya kawaida iokoayo ambayo inapatikana kwa kufundishwa neno la Mungu kulingana na Marko sura ya 16 mstari wa 15 na wa 16 na Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Hata hivyo, Wakorintho hawa tayari walikuwa Wakristo. Kwa hiyo, hii si imani ya kumfanya mtu awe Mkristo. Hii ni imani ya kimuujiza inayomfanya mtu kutokuwa na shaka hata kidogo dhidi ya uweza wa Mungu. Mfano wa imani hii unapatikana katika Luka sura ya 17 mstari wa 5 mpaka wa 6, pale wanafunzi walipoomba kuongezewa imani, lakini Yesu akawaambia hata hiyo kidogo hamna. Mifano mingine ya aina hii ya imani ni moja, rafiki wa Danieli dhidi ya tanuru la moto mkali. Utakumbuka katika Danieli sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 28 kwa habari ya Shadraka, Meshach na Abednego walipokuwa na imani ya kwamba Mungu atawaokoa. Danieli mwenyewe katika tundu la simba katika Danieli sura ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 28 alikuwa na imani kubwa sana kiasi kwamba asingeweza kuacha kumuomba Mungu eti kwa sababu tu watawala wamesema. Elia dhidi ya makuhani 450 wa Baali katika Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 20 mpaka wa 40. Utakumbuka Elia aliwadhihaki makuhani wale kwa kusema, ongezeni sauti labda Mungu wenu amelala. Kisha yeye ilipofika zamu yake akawaambia, basi muweze kuweka maji, dhabihu hizo na kila kitu, kisha mtaona ukuu wa Bwana. Na kweli moto ulishuka na kuteketeza sadaka ile. Kwa hiyo ni imani ya namna hiyo. Kwa hiyo karama hii ilikuwa muhimu kwa kanisa ili kuwafanya Wakristo kuwa majasiri katika kutekeleza maagizo ya Mungu. Karama ya 4 ni kuponya. Bila shaka karama hii ipo dhahiri katika maandiko ya Agano Jipya, hususan katika vitabu vya Injili na kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Watu waliopooza waliponywa. Watu waliokuwa na kifafa waliponywa. Watu waliopagawa na pepo waliponywa. Watu waliokuwa vipofu waliponywa, kadhalika na kadhalika. Bila shaka hii ilisaidia sana kuweza kuliongeza kanisa. Karama ya 5 ni matendo ya miujiza. Bila shaka hii haimaanishi kuwa karama nyingine hazikuwa za kimuujiza. La hasha, sio maana yake hata kidogo. Bali hii imeitwa hivyo ili kutenganishwa na karama nyingine. Miujiza yote iliyotendeka tofauti na karama za hekima, maarifa, imani, unabii, kupambanua roho, kunena kwa lugha na kutafsiri aina za lugha, iliitwa karama ya matendo ya miujiza. Mfano wa karama hii ni kama vile kutembea juu ya maji, kufufua wafu, kuumwa na nyoka bila kudhurika, kulisha watu wengi kwa chakula kichache na kadha wa kadha. Hizo ndizo zilizoitwa karama au matendo ya miujiza. Karama ya 6 ni unabii. Unabii ni uwezo maalumu
wa mtu kupokea ujumbe wa Mungu kwa njia ya mafunuo yatokayo kwa Mungu moja kwa moja. Kazi ya nabii ilikuwa ni kufundisha ujumbe wa Mungu kwa watu, aidha iwe kwa mdomo au kwa maandishi. Wakati mwingine walifanya kazi ya kutoa habari ya mambo yajayo au yaliyopita, lakini sehemu kubwa ya kazi yao ilikuwa ni kuhubiri. Kanisa la karne ya kwanza lilihitaji sana huduma hii kwa sababu ilikuwa ndiyo njia pekee ya kupata ujumbe wa Mungu. Wao hawakuwa na ujumbe wote wa neno la Mungu kama tulivyo sisi leo. Kwa hiyo manabii kwa sehemu kubwa walikuwa ndiyo Biblia yao. Unaweza kusema namna hiyo. Karama ya 7 ni kupambanua roho. Sasa neno roho katika sehemu hii halimaanishi viumbe vya kiroho kama vile malaika na kadhalika. La hasha. Bali linamrejelea mtu, hususani mwalimu au mhubiri. Mfano mzuri wa hili tunaupata katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 1, ambapo Yohana alionya kanisa akisema hivi, na nukuu, "Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani." Mwisho wa kunukuu. Hapo ipo dhahiri kwamba neno roho limetumika kuwarejelea manabii. Mfano mwingine kuhusu hili unapatikana katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1, ambapo mtume Paulo anamwandikia Timotheo akisema kuwa katika siku za mwisho baadhi ya Wakristo watajitenga na imani na kusikiliza roho zidanganyazo. Kwa hiyo maana ya neno roho katika Biblia mara zote huamliwa na muktadha ambapo neno hilo linatokea. Hivyo karama ya kupambanua roho ilisaidia kanisa kuhakikisha kwamba linabaki katika mafundisho sahihi ya Kristo. Kwa kawaida watu hupata ujuzi huu kwa kujifunza, tena kwa muda mrefu mno. Lakini watu hawa walipata bila ya kujifunza. Ndiyo maana inaitwa karama ya roho. Kwa maana nyingine ni muujiza. Karama ya 8 ni aina za lugha. Kuhusu karama hii baadaye katika sura ya 14 ya waraka huu itajadiliwa kwa undani zaidi. Hata hivyo, hizi zilikuwa ni lugha halisi za wanadamu. Hazikuwa lugha za mbinguni au lugha zisizoeleweka na jamii yoyote ile. Kwa mara ya kwanza kushuhudiwa karama hii ikitenda kazi ni katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4 mpaka ule wa 11, ambapo watu wa mataifa mengine walistaajabu kusikia mitume ambao ni wa Galilaya kwa asili wakisema kwa lugha zao bila ya kujifunza. Kwa kawaida ili mtu azungumze lugha ambayo hakuzaliwa nayo, itampasa afanye juhudi kubwa kujifunza. Zoezi hilo bila shaka litamchukua muda mrefu kufanikisha. Wakati kanisa linaanza katika karne ya kwanza, hakukuwa na muda wa kusubiri. Injili ilitakiwa ihubiriwe kwa watu wote mara moja. Unaweza kusema hii ilikuwa ni hali ya dharura. Hakukuwa na namna nyingine ya kufanya zaidi ya Mungu kuwapa Wakristo uwezo huu wa ajabu wa kuzungumza lugha nyingine kwa ufasaha bila ya kujifunza. Hivyo karama hii ilisaidia kanisa kukua kwa injili iliyokuwa ikihubiriwa hata kwa watu wa mataifa mengine. Hali kadhalika, karama hii ilidhihirisha kuwa injili si kwa ajili ya Wayahudi pekee, bali Mungu alidhamiria iwe kwa ajili ya mataifa yote duniani, kama Yesu alivyosema katika Mathayo sura ya 28 mstari kuanzia wa 18 mpaka wa 20, na Marko sura ya 16 mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Karama ya 9 na ya mwisho katika sehemu hii
ni tafsiri za lugha. Katika kanisa si kila Mkristo anaelewa kila lugha. Ndiyo maana kuna baadhi ya nyakati tunahitaji kuweka wakalimani katika ibada na shughuli nyingine nje ya ibada. Lengo la kutafsiri ni ili kila mtu apate kuelewa ujumbe unaozungumzwa. Hili liko wazi bila shaka. Kanisa si maalum kwa watu fulani pekee, ila watu wote, hata wasio Wakristo, wanakaribishwa kuhudhuria ibada. Kwa hiyo karama hii ilikuwa msaada mkubwa kwa kanisa kuhakikisha kila mtu anaelewa ujumbe unaowasilishwa na lugha yake, kwa lugha yake mwenyewe, sio kwa lugha nyingine. Uwezo huu ulikuwa wa kimuujiza kwa sababu watu hawa hawakujifunza ujuzi huo. Mara moja walijua kila lugha na kuwatafsiria wengine, kitu ambacho mimi na wewe leo tungechukua muda mrefu kujifunza, lakini haikuwa hivyo kwa upande wao. Pamoja na hayo yote, Paulo aliwataka wasijisifu kana kwamba uwezo huo ulitokana na juhudi zao binafsi. Angalia alichokisema katika mstari wa 11. Anasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya mtu mmoja kujivunia karama alionayo dhidi ya mwingine. Baadaye katika aya ya 12 hadi aya ya 31 anawaasa wawe na umoja katika matumizi ya karama hizo. Hayo ndiyo Paulo aliyoyajadili katika sura hii ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 11 kuhusu dhima na aina ya karama. Na kukaribisha ukiwa na swali au maoni. Asante na Mungu awe pamoja nawe.